Kinimaki ni mani watu ni makala wasi ni watu ni mdogo. Tangu niingie katika hiki chama, hakuna faida yoyote ile niliyopata. Sasa ukiwa kama kiongozi kwenye hiki chama, basi unastahili kulipa. Na huo ndio ujasiri tunaohitaji kwenye chama. Vevo, hivi unafikiri ukiniua mimi ndio mwisho wa chama? Mimi ni kiongozi wa juu zaidi. Sio rahisi kama unavyodhani. Mtu atakapotaka kujiunga kwenye chama, nafsi yake inauliwa, kisha inafufuliwa na kujiunga rasmi kwenye chama. Sasa mimi nitakusaidia kukupa sharti rahisi ili uweze kusaidia familia yako na kutotoa kafara. Sharti gani hilo? Tukutane kwenye sherehe ya Mgaya. Habari yako mwanangu? Mmoja ukopa? Mama, leo mimi nikuuliza hili swali. Kwani mama unachukulieje? Wewe mwanao stajili wewe mama. Mbona wewe hakusaidii? Au tayari mwanao kashagundua kama mamake ni mwanga? Basi mwanangu, kwa heri. Kwa heri kwa shari. Hivi mpaka sasa hivi jana kudai shilingi ngapi? Na kudai shilingi 30,000. Mwanao yupo kule mjini anaishia kugawa tu vipesa kwa watu. Hakuna ambaye amewahi kuingia katika hiki chama kisha akawa na furaha. Wengi walioko mitaani wanatamani maisha yetu sisi wenye pesa, bila ya kujua ni tabu kiasi gani ambazo tunazipitia. Usitegemee sharti jepesi, kwa sababu hakunaga pesa rahisi. Hello? Afadhali mwanangu umepokea simu. Ni mimi mama yako. Najua uko bize sana.
nadhalilika mama yako. Ina maana umesahau yale magumu yote niliyapitia kati na kulea baba. Halo? Halo? Birthday to you. Ongera sana Mgaya kwa kuenjoy dunia tamu yenye raha za kila aina. Na najua mnajua sisi sote tulikuwa mavumbini, lakini chama kikatupa thamani. Mgaya, labda niseme tu, wewe ni mwanachama bora sana kwetu kwa sababu umetuletea wanachama wengi mno. Inauma, lakini hatuna budi kuishikilia. Ni hayo tu ndugu zangu. Vipi kuhusu mimi? Unatakiwa utembee na mama yako. Niende naye wapi? Klambevo. Mwanamke malaya sana wewe. Hapa kijijini unashindwa kuolewa, kazi kuiba wanaume za watu. Mimi mwanaume wangu haibiwi. Pole sana mama. Hivi kwa nini mama Aida amekufanyia kitendo kile? Achana nayo. Lakini mama, watu wasema kwamba wewe mchumba wako ni baba Alidi. Na ndio maana hata mama nitafanya kila namna, nitafanya kila mbinu ili mradi mwanangu usome. Na sio baba Alidi tu. Awe baba Juma, awe baba Fatuma, awe baba nani? Vipi kwanza kuhusu shule? Mwalimu amesema kwamba kesho nisipopeleka hela mchango atanifukuza. Hii hela hakikisha unampa mwalimu. Ninachokitaka mwanangu usome. Na ndio maana napambana, nadhalilika ili kutimiza ndoto zako.
tena hiki? Na wanga wangu wote sijawahi kuona kitu kama hiki. Muda. Mama, mimi wala sikuja kwa nia ya kukudhuru, kwa sababu kama ningetaka kukudhuru basi ningekuzuru tangu siku ile. Nadhani unajua mama yangu maisha yetu jinsi yalivyokuwa magumu, na kutokana na sababu hiyo ndipo nikachukua maamuzi magumu. I love you mama. Sijategemea kukuona hapa. Nimekuja tu kupunguza mawazo kwa sababu najiona siko sawa na stress. Naomba nikuulize kitu. Hivi una enjoy utajiri wako? Inategemea. Kuna muda na enjoy, kuna muda inaumiza. Haswa unapofika wakati wa kafara yangu. Nilitegemea wewe uwe ni mwenye furaha tofauti na sisi kwa sababu una sharti rahisi. Kama uliona ile ni sharti rahisi, kwa nini ukulichagua? Naomba tuheshimiane bwana. Anyway, naomba nikuache. Uzi nini? Karibuni wanangu. Mama, unahitaji katika ofisi ya kijiji? Ofisi ya kijiji nikafanya nini? Mama, nahitaji pesa yangu na ndio maana nimekuja na mgambo. Wewe. Yaani kwa ile pesa yako kidogo nayo nidai umeamua kuniletea mgambo? Mama, nilijua tu kama wewe ni mzurumati. Wewe ulikuwa na lengo la kunidhulumu. Mgambo, fanya kazi yako.